Tumerudia tena kwa the people of the internet. Tunasema asante kwa comment zenu, kwa kushare na kusubscribe to my YouTube channel. I want to say thanks you very much for your support and what you are doing to my channel. As I said before, our mission is to make sure every African inside and outside the continent is aware what is going on in Africa. And us as the people of the diaspora, we are following closely to what is going on in our continent. Hiyo inakuwa ni kitu kizuri sana kwa sababu inakuwa inatupa ni namna gani tunaweza tukapambana na yale ambayo iko nataka kuturudisha nyuma. Kwa hiyo sisi kama Pan-Africanist, watu ambao wanapambania uhuru wa Afrika, tunapaswa kujiuliza maswali kwamba our founding fathers, wale viongozi ambao walijitahidi na kujikaza kwamba tunahitaji Afrika ambayo inajitawala, tunahitaji Afrika ambayo inajiendesha, ina uchumi wake na kila kitu chake, walishindwa wapi? Ni kitu gani ambacho kiliwakwamisha? Kipindi walikuwa wanafikiria kuikomboa Afrika, wale viongozi wote walikuwa na mawazo ya kufanana ama walikuwa wanaachana? Kama gisi leo tunakutana changamoto nyingi. Kuna viongozi wa upande wa kulia na upande wa kushoto. Wa upande wa kulia wanaunga mkono kwamba Afrika iungane, wa upande wa kushoto wanasema Afrika inapasha ijiendeshe the way wananchi wa hiyo sehemu wanaamua iendeshe. Kwa hiyo ni left and right. Na hii left and right imetuingiza kwenye matatizo mengi kwa sababu tunajikuta kuna migongano ya mawazo. Lakini hawa wazee ambao walikaa chini wakaona mateso ya wazungu imepitilia kiwango. So it's time now to wake up and fight for our liberty, our freedom and our financial stability. Waliamua kwamba wapambane ili waweze kukomboa Afrika. Na walikuwa wengi, wakina Kwame Nkrumah, Mheshimiwa Patrice Emery Lumumba, wakina Nyerere. There are a lot of people. Na wote walisema kwamba nchi moja ikijikomboa ama ikaomba uhuru wake, hiyo haijakuwa uhuru kamili. Hiyo ni mambo ambayo hayati baba wa Afrika Kwame Nkrumah alisema kwamba Ghana ikikuwa imejikomboa kwenye utumwa, kwenye mikono ya wazungu, haijakuwa uhuru kamili. Uhuru kamili inabidi hizi nchi zote za Kiafrika zitoke kwenye mikono ya wazungu. Na walifanikiwa kabisa. Nchi zote sasa hivi zinatawaliwa na Waafrika wenzetu. Sasa leo tutaingia ndani zaidi kujua ni kipi ambacho kilisababisha wao wakakwama, wakashindwa kuweza kuunganisha Afrika. Leo tutachukua mfano wa the big country in Central Africa, the Republic Democratic of Congo. Kwa sababu gani nimechukua Congo? Congo ni nchi ambayo ina power kubwa sana. Ni nchi ambayo ina mambo mengi. Rais wa sasa wa nchi anaitwa Felix Antoine Tshisekedi. Rais ambaye alichukua madaraka kutoka kwa Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange, ambaye Kabange na yeye alichukua urais wake kutoka kwa hayati marehemu Laurent Desire Kabila, ambaye alipigwa risasi hapo Kinshasa akapoteza uhai wake. Kwa hiyo ikachukuliwa na Joseph Kabange Kabila. Mheshimiwa Laurent naye alichukua madaraka kwa kutumia mtoto wa bunduki kutoka kwa mwenyewe the greatest
Mobutu Sese Seko ambaye alikaa hapo Kongo kwa muda mrefu zaidi, alifanya vitu vingi vya ovyo. Wakongomani walijikuta wanaingia kwenye umaskini, nchi ilikuwa ijiendeshi. Ilifikia hatua paka unateseka na unazoea mateso. Yaani unafikia kiwango cha kuelewa kwamba mateso ni sehemu ya maisha yako. Sasa umri wa miaka 32 unakuwa umezalisha generation ambayo mateso ni sehemu ya maisha ya watu. Na kama kiongozi ametawala kwa muda mrefu akaleta system ambayo ni ya kugandamiza watu hawana uhuru wa kujiongelesha, hiyo inakuwa inawasumbua sana. Kwa hiyo ile generation ya Mobutu na kuendelea huko mbele ndio generation ambayo sasa hivi iko inatawala nchi. Kwa hiyo wao wako na hiyo mindset ya Mobutu. Kwa sababu Laurent Desire Kabila amekuja hapo kumtoa ule jamaa kwenye madaraka, lakini hayakufanya muda mrefu akauawa. Kisha kwa kuwa regime ya mtoto wake ambaye ni Joseph Kabila na yeye amekumbana na changamoto nyingi. Lakini leo kwa sisi ambao tuko napigania uhuru wa Afrika tutajikita na Mheshimiwa Patrice Emery Lumumba. Filosofia ya Lumumba ilikuwa ni kuhakikisha kwamba yale makabila yote na zile kingdom zote za Kongo ziungane ziwe kitu kimoja na ziweze kujitawala, kwa sababu kipindi wazungu walikuja Afrika sio kwamba tu walikuta tu nchi Kongo iko pale imekaa, no. Walikuta hizi local kingdoms, yani walikuta hizi serikali za kimila ama serikali zetu za ndani. Makabila yale yanajikusanya, wanafanya serikali yao na walikuwa wanajiendesha. Ukiingia kwenye DRC ambayo ni DRC kwa sasa, makabila ambayo walikuwa au kingdoms ambazo zilikuwa pale kubwa ni nini? Kingdom number 1 ilikuwa the Kingdom of Congo. Wafaransa wanaitwa Royaume Congo. Ile ni kingdom ambayo ilikuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa imekaa hapo inakaa Congo, Angola, Gabon, Congo Brazzaville, yote ilikuwa ni Kingdom of Congo. Hiyo ilikuwa ni utawala wa Wakongo ambao wamesambaa kuanzia hapa DRC, Angola, Republic of Congo, Gabon. Ilikuwa ni kingdom kubwa na ilikuwa na nguvu nyingi. Na kingdom number 2 ni Luba Kingdom ama the Kingdom of Luba ama Empire Luba, Empire Congo, ndo Wafaransa wanaita hivyo. Kwa hiyo number 2 ni Luba Kingdom ambayo na hiyo ilikuwa inajitawala, inajiendesha, ina system yake, inafanya mambo yake binafsi. Hii ilikuwa ni Central South na East paka unaelekea hapo Tanganyika Lake ama ziwa kuu la Tanganyika hapo. Yote hiyo ilikuwa inazungukwa na Luba Kingdom. Then Kingdom number 3 ambayo ilikuwa na nguvu zaidi ni Lunda. Lunda Kingdom na hiyo imeenda Zambia, Kongo, Angola. Unaona? Na wao walikuwa na utaratibu wao wa kujiendesha, walikuwa wanafanya mambo yao the way wanatakiwa wafanye. Kwa hiyo hizi Lunda, kisha kulikuwa na kingdom ya 4 ambayo ilikuwa na nguvu nyingi, inaitwa Cuba Kingdom ama Empire Cuba. Hiyo na hiyo ilikuwa na nguvu kubwa. Then kuko Chokwe, kuna hizi zingine ndogo ndogo, Chokwe Kingdom, Yeke Kingdom, Watetela Kingdom. So zilikuwa kingdom kubwa na ndogo ndogo, lakini zile ambazo ni kubwa zaidi ziko 4. Kwa hiyo hawa viongozi ambao walikuwa wanataka
waitawale Kongo ambao ni wa Kiafrika. Ili tatizo za hizi kingdoms hawakuweza kuzitatua, kwa sababu kipindi walipewa power, kipindi walikabidhiwa madaraka, kulikuja mvurugo. Patrice Emery Lumumba mission yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Kongo yote naungana, iache ukabila na watu wajitawale, wajiendeshe kivyao. Wengine wakasavubu walikuwa wanajikita sana na mambo yao binafsi. Kwa hiyo mzungu De Witt alikuwa sawa, mzungu De Witt alikuwa anaitawala Afrika. Alikuwa anaitawala Afrika kwamba wa Afrika hizi kingdoms zikiungana zitakuwa zinaendelea sana. Ndio maana waliamua kwamba hata tutawale hizi nchi dewegisi maufalme zao ziko. Mautawala ya hii makabila makuu za hizi nchi zibakie na nguvu, lakini si tuwatawale. Sasa kipindi sisi wa Afrika tuliamua kwamba tujitawale tu, maki tuendeshe mfumo wa Kiafrika kama wa kizungu, ndio hapo palikuja vurugu. Kwa sababu hawa watu wa the Congo Kingdom hawawezi kurizia watu wa Luba Kingdom wawe juu yao, na watu wa Luba Kingdom hawezi kukubali watu wa Kongo ama Walunda ama wa Kuba Kingdom wawe juu yao. Hapo ndio palikuja mkwamo, kwamba watu wa Katanga walisema sisi tunajikata tuwe na, kwa sababu Katanga ndio ilikuwa base kubwa ya Luba Kingdom. Kwa hiyo wa Kongo walisema hapana, hatuwezi kutawaliwa na hawa Luba Kingdom. Na Luba Kingdom nao wanasema hatuwezi kutawaliwa na hizo kingdom zingine, kwa sababu sisi tunajitegemea na wao wanajitegemea. Sasa kipindi mzungu alikuwa anatawala, kwa sababu mzungu alikuwa yuko na teknolojia ya kutosha, yuko na uwezo wa kufanya ambacho anatakiwa kufanya, huko namna ya kusema unaweza fight wewe peke yako, inabidi muwe mnashirikiana na watu wengine. Na De Witt wali katakata Afrika. Kila mtu anajua the Berlin Conference ambao walikala pale ni 1884. Walikaa wakakabua Afrika. De Witt wanaona kulikuwa watu wa Congo Kingdom ambao walikuwa Angola, walibakia huko. Wengine walikuwa weko Congo Republic, walibakia. Wengine walikuwa Gabon, walibakia huko. Kuna watu wa Mpiri Lunda ambao weko Zambia, weko huko. Kuna watu wa Mpiri Luba ambao weko Zambia, weko sehemu zingine, walibakia kwa kipindi waligawanya hizi mipaka. Kwa hiyo wakina Lumumba walijikuta wanakuwa na mfupa mgumu. Kwa sababu gani? Kipindi waliona mawazo ya Lumumba kwamba ni ya kuunganisha Wakongo wote na kuwa na serikali ambayo ni ya kitaifa, serikali ambayo inajali maslahi ya kila mtu mwenye kukaa hapo DRC, wazungu wakaona hapana, inabidi tutafute watu ambao they gonna save our interest. Tutafute watu ambao watajikita kulinda maslahi yetu sisi. Ndio maana walisema kwamba avant l'indépendance égale après l'indépendance. Walidai kwamba mbele ya uhuru iko tu sawa sawa na mkishakuwa na uhuru, kwa sababu system haikubadilika, the way gisi ya kuendesha mambo haikubadilika. Waliweka tu Afrika hapo juu wafanye mambo yao. Hiyo ndio kitu ambacho ilituteswa. Ndio kitu ambacho isababisha Lumumba apoteze uhai wake, kwa sababu Kongo yenyewe ilikuwa imegawanyika. Na hilo tatizo la kuunganisha haya makabila makuu ambazo ni za kikanda, ni region groups, hiyo ingali paka leo. Hii tatizo inamtesa pia na Felix Antoine Tshisekedi, kwa sababu kipindi Kabila alikuwa kwenye power, walisema kwamba huyu jamani Mluba kutoka Katanga na Kapa kama ni for 17 ama 15 years. Now ni 10 ya watu wa kutoka Kasai, the Luba Kasai people, na wao waikae. Na ukifuatilia hapa sasa politics ya Kongo, ama jamaa wanadai kwamba inabidi waongezewe muda, wawe na muda mwingine wa kufanya mambo yao binafsi. Sasa swali najiuliza, je,
Huyu jamaa ambaye yuko kwenye power, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi aka Fachi Beton, eske au anastahili aendelee na mula wake watatu? Au katiba ya nchi inasemaje na wakongomani wanajibu vipi? Kwanza huyu jamaa ingie, ameleta mabadiliko gani? Ameweza kuunganisha Wakongo kiasi gani? Kwa sababu ukiingia ndani kuna vurugu za M23, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Kwa hiyo sisi ambao tunapigania kwamba Afrika iungane, kazi ngali ndefu, kwa sababu tukichukua inchi na inchi, kuna inchi ambazo ziko na unafuu, wanaweza wakakaa tu chini wakajipanga vizuri wakaendelea, na kuna inchi nyingine ambazo ni mfupa mgumu kuanzisha, kwa sababu mfumo ulifeli ama ulishindikana kuanzia pale inchi na inaomba uhuru. Kwa mfano sababu mfumo wa Kongo ulifeli ama ulishindwa kujiendesha kuanzia pale waliomba uhuru, kwa sababu mtu ambaye alitakiwa mfumo ufanye kazi vizuri na watu waunganika wa kitu kimoja, kiongozi ambaye alitakiwa afanye hivyo ni Patrice Emery Lumumba ambaye aliuawa. Kwa hiyo mtu ambaye aliwekwa, aliambia tuweka hapo, tutakuwa na kuambia kile ambacho inatakiwa ufanye, au majamaa waache kila mtu akae kwenye kona yake, tutaangalia gisi ya kudilinga na wao dewegisi wao wanataka. Kwa hiyo mfumo wa kuendesha nchi kama ya Kongo ni mfumo mgumu zaidi. Kwa hiyo hata rais ambaye yuko sasa hivi inabidi uwe na akili nyingi, inabidi uwe na ushawishi wa kutosha, inabidi kuna mambo mengi ambayo ubadilishe, kwa sababu kwanza Kongo iko na hizo local national language ambazo ni 4. Wana lugha 4 za kitaifa ambazo ni Kiswahili, hichi ambayo mimi naongea hapa, wana Luba ama Chiluba, wana Kikongo pia na Lingala. Unaona sasa kwenye nchi ambayo inaongea lugha 4, ni kusema kwamba ukitoka kwenye eneo la Kiswahili unaenda kwenye eneo la Chiluba, wewe unakuwa mgeni huko. Ukitoka kwenye eneo la Lingala ukaenda kwa Waswahili, wewe unakuwa mgeni. Kwa hiyo wale Waswahili wanakuona wewe ni mgeni, lakini nyote mnajiita wa Kongo. Wewe ukitoka Kasai unapiga Kikasai, unapiga Chiluba sana. Ukifika hapo Katanga hapo kwa Waswahili wanakuona wewe mgeni. Na wewe msema Kiswahili ukienda Kasai wewe ni mgeni. Ukienda kwa Kongo kule wanakuona pia ni mgeni. Kwa sababu kitu ambacho kinazaika miunga ni Kifaransa, na Kifaransa ni official language. Inabidi uende shule ndio uweze kujifunza Kifaransa. Kwa hiyo kwa watu ambao wakwenda shule, wao wanaongea tu zile local maybe na kabila lake. Kwa hiyo utaratibu na maudhui ya leo ni kusema kwamba sisi ambao tunalilia na kupigania Afrika iungane, tungali na kazi ya kufanya. Hizi nchi zetu za Kiafrika aina si ndio tulidesign huu mfumo. Ni mfumo wa kikoloni, na kwa bahati mbaya zaidi tumeulea huu mfumo na leo hii unatutafuna. Kwa hiyo kiongozi wote ambaye analilia kuchukua madaraka, especially hizi nchi ambazo ni kubwa kama the DRC, nchi kama Kenya, Tanzania, South Africa, Nigeria. Unaona ukienda na Nigeria na kuna mizozo, watu Yoruba people wanasema hivi, Igbo people nao wanasema vile. Ukienda South Africa na kuna makabila ambayo ni makubwa kule, kila kabila linasema mimi ndo mimi. Ukienda Kenya the same. Unaona sema ambako huwezi kusikia makabila ni Tanzania. Tanzania kitu ambacho kinawatafuna sasa hivi ni CCM au ruhusu chama kingine kutawala. Kwa hiyo ukiendelea kutawala kwa 95 ama 97% wakati na kuna upinzani ambao una nguvu, hiyo inakuwa ni makosa. Kwa hiyo CCM inabidi ikae chini, iangalie namna gani inaweza ikawapa pia au wapinzani madaraka na wao waongoze, kwa sababu nchi huwezi kuongoza peke yako.
Unaona, kwenye ulimwengu wa sasa hivi inabidi mu balance power, kwamba tusiwe tu na absolutely power, tuwe tuna power ya juu zaidi. No, unachukua yako power kidogo unapasha wengine, ili wengine wajisikie kwamba na sisi tuko sehemu ya hii nchi. Lakini ukiwachukua watu wote na wasukuma kwenye kona, hawana tena nafasi ya kujitetea, hapo utaleta fujo na vita inazaingia kwenye nchi. Kwa hiyo viongozi wote ambao wananisikiliza, ambao kwa sasa kwenye madaraka, tatizo sio kuongeza muhula. Tatizo ni namna gani utaunganisha watu wawe kitu kimoja, ili sasa tuweze kupambana na hizi nguvu za nje. Ili tuweze kupambana na nchi kama sasa vile Marekani, Ulaya, China na hizi power zote ambazo ziko ndani kwenye dunia, inabidi kwa sisi kwa ndani tuwe kitu kimoja. Na ili tuweze kuwa kitu kimoja, ni Pan-Africanism ambayo itatuunganisha. Ili tuweze kuungana, inabidi kwanza kwenye nchi zetu hizi ndogo ndogo tuwe kitu kimoja. Tuwe na national identity, tuwe na lugha moja. Tunakaa tu chini tunapiga kura, ama kura ikishindikana wale wenye kuwa na nguvu wapige kura na lugha ianze kusema, kwa sababu tunabidi tufanye hizi reforms ya lugha, reforms ya education system, reforms ya constitution, iwe constitution ambayo ina include kila mtu, constitution ambayo ina distribute power kwa kila mtu kwa kila ngazi, ili tuweze kufikia malengo ambayo tunataka tufikie. I love you Africa, na nashukuru sana. Uendelee kusubscribe, uendelee comment, uendelee kushare. Leta mawazo yako, leta maoni yako. Sisi ambao tunaipigania Afrika ili uweze kuwa kitu kimoja na tuendelee zaidi, ili tuweze na sisi kujikomboa kwenye haya matatizo ambayo tuko nayo. Tunahitaji watu wenye kuwa na mawazo mapya, tunahitaji vijana ambao wanaelewa kwamba kwa nini tumekwama hapa. Tumekwama hapa kwa sababu mfumo ambao tuko nao ni mfumo wa kikoloni, ni mfumo ambao haujawahi kutuunganisha sisi kama Waafrika. Kwa hiyo tunahitaji mfumo ambao utaunganisha Afrika yote nzima, na tuanzie kwenye hizi nchi zetu, ili tukifikia kwenye African level tuwe tayari na huo umoja wetu. Tukifika huko tupige kura ya kuwa na lugha moja ya Afrika, tupige kura ya kuwa na jeshi moja la Afrika, tupige kura ya kuwa na jina tu moja, hata ya Afrika sio jina ya Kiafrika. Hizi nchi zote, kwa mfano vile hapa leo nimeongelea the DRC. Congo ni origin yake ni Congo Kingdom. Sasa hii Luba Kingdom imemezwa na Congo Kingdom, kwa sababu ukisema leo Congo ni Congo Empire ama Congo Kingdom, then wa Kongo nyuma wanapaswa wakae chini wafikirie tena upya kwamba ni jina gani ambayo inaweza include kila mtu, kwa sababu hizi kingdom nne ambazo ziko hapa ndio kingdom kubwa kwenye the Republic Democratic of Congo. Kwa hiyo kiongozi wote ambaye kwa makini inabidi afikirie upya kwamba ni namna gani tunatukaunganisha wa Kongo wote ili tuweze kusonga mbele. Asante sana. Wake up Africa.